Tunaendeleza sehemu ya 3 katika uandishi wa insha ya mjadala ambayo ni sehemu ya mwili katika sehemu ya 2 ambayo ni kupinga. Anwani yetu ambapo tulianza kwa kuunga mkono nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini. Sasa tunapinga. Kwa hivyo unaanza kwa nyumba za bei nafuu si za maskini kwa sababu unaweka koloni. Unaandika katika aya, kuna baadhi ya nyumba za bei nafuu ambazo zimetangazwa zinauzwa kwa takriban shilingi milioni 2. Bila shaka ni dhahiri maskini hawezi kugharamia bei ya juu kama hii. Hivyo basi hizi nyumba ni za wenye hela. Hoja ya pili ni nyumba za bei nafuu ni za wenye ajira kwa sababu serikali wanatoza ushuru 1% ya mshahara. Hivyo basi watu hawa wana matumaini ya kurithi nyumba za bei nafuu ambao wameajiriwa na serikali. Hoja ya 3, nyumba hizi zitamilikiwa zaidi na wanasiasa. Wanasiasa wengi nchini Kenya ni wafisadi. Wanasiasa hawa wanapenda kumiliki mali ya umma kwa kutumia majina ghushi, kisha watakodisha hizo nyumba na kuwa biashara. Ole wao maskini wanaotarajia kunufaika. Hoja ya 4, kuna udhaifu wa mchakato huu ama process katika kimombo wa kuridhisha watu nyumba za bei nafuu. Ili linamaanisha maskini wengi hawana ufahamu wa jinsi ya kujisajili, wapi kwa kujisajili na mengineyo. Ili linaacha pengo kubwa la swali ni vipi maskini watakavyonufaika na mradi huu. 5, mradi huu si wa kunufaisha maskini ila ni kudidimisha maskini zaidi. Ili ni wazi ambavyo serikali imeongeza ushuru katika bidhaa muhimu kama mkate, maziwa, unga wa sima. Maskini nchini Kenya wanalia na wengine kupigwa kalamu kutokana na gharama ya katika makampuni nchini Kenya. Hii ni kwa sababu ya ushuru. Kwa hivyo maskini wanaendelea kudidimia badala ya kunufaika. Hoja ya 5, baadhi ya maeneo mengi nchini Kenya serikali ilitumia nguvu kupindukia kwa kufukuza na kubomoa nyumba za wananchi bila kufuata sheria katika katiba. Watu hao baadhi yao walipata mshtuko wa moyo na hata kufa. Wengine tatizo la kisaikolojia na ugonjwa wa sukari. Watu hao wamekuwa maskini ambao hawana stakabadhi zozote za kuwatetea, za kumiliki angalau chumba baada ya mradi huu kukamilika. Kwa hivyo maskini wameathirika. Hivyo basi mwisho sehemu ya mwisho itakuwa kuandika hitimisho. Na ukaribisha tena katika kipindi kijacho katika hitimisho ya mjadala. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like and subscribe.